kama leo ndo mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi jitahidi ku-like, subscribe pamoja na ku-comment. Yes, leo nataka tupeane utofauti kati ya mtamba pamoja na mbuguma. Yes, inawezekana haya ikawa ni misamiati migumu sana kwako. Hujui nini maana ya mtamba, lakini pia haujui nini maana ya mbuguma. Leo katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kibiashara, tunakwenda kuzungumzia utofauti wa kununua mtamba na mbuguma. Nikikuwekea mbuguma na nikakuwekea mtamba, ni aina yupi ya ng'ombe utamchukua, au ni ng'ombe yupi utamchukua? Utamchukua mtamba au mbuguma? Hivi punde tutakuja kuangalia nini maana ya mbuguma na mtamba. Mtamba ni yule ng'ombe ambaye alikuwa ndama na ameshafikia umri wa kupandishwa, amepandishwa na ana mimba. Huyo tunamuita mtamba kitaalamu. Yes, kwa tunapozungumzia mtamba, usio msamiati mgumu sana kwako kama ndo mara ya kwanza katika masuala ya ufugaji wa ng'ombe maziwa, basi fahamu kwamba mtamba ni yule ng'ombe ambaye alikuwa ndama na amepandishwa na ana mimba. Na hiyo mimba ndo kwa mara ya kwanza anashika hiyo mimba, na akija kuzaa atazaa kwa mara ya kwanza. Yes, hiyo ndo tunaita, au hao ndo tunawaita mitamba au mtamba. Lakini tuna ng'ombe ambao wanaitwa mbuguma. Mbuguma ni nani? Mbuguma ni wale ng'ombe wazazi ambao tayari ni wale ng'ombe ambao tayari wameshavuka kwenye stage ya mtamba, yani tayari wameshazaa mara moja, mara mbili, mara tatu au zaidi hapo, na wanakamuliwa. Hao tunawaita mbuguma. Yes, kama ulikuwa ufahamu maana ya mtamba pamoja na mbuguma, hiyo ndio tafsiri sahihi ya mtamba pamoja na mbuguma. Leo tunatakiwa tufahamu faida ya kununua mitamba na sio mbuguma. Yes, watu wengi sana wanapotaka kuanza ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kibiashara, wao wanapendelea sana kununua mbuguma zaidi. Zipo faida na hasara za kununua mbuguma, lakini pia zipo faida na hasara za kununua mtamba. Lakini hasara za kununua mbuguma ni nyingi zaidi kuliko hasara za kununua mtamba. Mtamba ana changamoto chache, lakini mbuguma wana changamoto nyingi. Faida ya kwanza ya kununua mtamba ni kwamba mtamba utakuwa una safari naye ndefu ya kukupa ndama wengi zaidi. Kitaalamu, kwa wastani ng'ombe aliyelelewa vizuri au aliyepata matunzo mazuri ana uwezo wa kuzaa ndama 8 mpaka 10 kitaalamu, kwa matunzo mazuri. Hivyo basi ukinunua mtamba una nafasi ya kupata ndama 8 mpaka 10. Hiyo ni faida kubwa ya kwanza. Faida ya pili ni kwamba kwenye eneo la lishe na matunzo, unaponunua mtamba, labda umenunua mtamba mwenye mimba ya miezi 5, 6 au 7, ana nafasi nzuri ya kuja kuzoea utaratibu wako wa lishe. Hivyo ni rahisi kumtengeneza yule ng'ombe akatoa maziwa kulingana na upatikanaji wa vyakula unaopatikana katika mazingira yako. Hivyo unaponunua mtamba ni rahisi kumtengeneza akazoea aina fulani ya vyakula ambavyo vinamtengeneza aweze kutoa maziwa mengi, tofauti na ukinunua mbuguma. Ukinunua mbuguma, mfano umenunua mbuguma kwangu. Hapa kwangu kuna utaratibu wa lishe ambao nimeshamtengeneza huyu mbuguma. Ukimnunua kutoka hapa akaja huko kwako, akikosa vile virutubisho ambavyo alikuwa anavipata kwangu, au akashindwa kula kama ambavyo alikuwa anakula kwangu, sio rahisi mbuguma kukupa maziwa kama alivyokuwa ananipa mimi hapa kwangu. Kwa hiyo faida nyingine kubwa ya kununua mtamba ni kwamba mtamba ana nafasi nzuri ya kuadapt utaratibu wako wa lishe atakao kuwa ameukuta hapo kwako. Tatu ya kununua mtamba au mitamba unapoanzisha ufugaji wako wa ng'ombe wa maziwa kibiashara ni kwamba utakuwa na safari naye ndefu katika swala zima la utoaji wa maziwa. Kwa kawaida mitamba au mtamba mzuri ana wastani wa kuanza na lita 10, 12 mpaka lita 16 kwa yule mtamba wa kawaida, lakini kwa wale mtamba wenye viwango wana uwezo wa kuanza na maziwa lita 18, lita 16 au lita 20. Hiyo basi, na kwa kawaida ng'ombe huwa anapoanza anaweza kwa mfano ng'ombe akianza na lita 12, maana yake uzao wa pili anaweza kaenda mpaka lita 14 au lita 16. Uzao wa pili anaenda, uzao wa tatu anaongeza kwa uzao wa 4, lakini kadiri baadaye akishakuwa amezaa mara 4 mara 5 huwa anaanza kurudisha uwezo wake, tena unaanza kupungua. Hivyo basi ukinunua mtamba utakuwa una safari naye ndefu ya utoaji wa maziwa, kwa maziwa mengi zaidi. Itakuwa na kipindi kirefu cha kukupa maziwa tofauti na ukinunua mbuguma. Yes, tena ukinunua mbuguma, kwa bahati mbaya ukutana na watu ambao hawana uaminifu, ni rahisi sana kuuziwa mbuguma ambaye ameshazeeka. Wewe ukajikuta umepata mbuguma, unamleta kwako, anazaa mara moja, baada ya hapo hana uwezo tena wa kushika mimba, hana uwezo tena wa kuzaa. Hiyo basi unapomnunua mtamba unajitengenezea mazingira mazuri ya kukamua hao ng'ombe katika kwa kipindi kirefu zaidi. Faida nyingine kati ya nyingi, hii ni ya mwisho na nyingine tutaendelea vipindi vinavyofuata. Faida kubwa ya kwa nini mtu uanze na mtamba na usianze na mbuguma.
Faida kubwa ya mtamba ipo kwenye kuhimili changamoto mbalimbali anazoweza kukutana nazo katika kipindi cha ufugaji, lakini pia kwa wale ambao wanasafirisha ng'ombe kutoka mbali. Mfano, unamtoa ng'ombe Dodoma unampeleka Mwanza, unamtoa ng'ombe Dodoma unampeleka Dar es Salaam, unamtoa ng'ombe Dodoma unampeleka Kigoma. Ukimsafirisha Mbuguma sio rahisi kuhimili zile changamoto za safari barabarani, humo unapishana na magari. Kwa hiyo ng'ombe anapitia kipindi kigumu sana cha kuwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa maana ya stress. Hivyo basi ukimsafirisha ng'ombe kijana ambaye ni mtamba, huyu ni rahisi kuhimili hizo changamoto kwa sababu kinga yake bado iko imara, bado ana kinga kubwa. Kwa hiyo sio rahisi kuathirika na stress za safari. Ziko faida nyingi sana za kusafirisha mtamba kuliko kusafirisha au kuanza kufuga mtamba ukilinganisha na hawa Mbuguma. Kama kuna kitu umejifunza leo hapa Josasa Farms kupitia kipindi chetu hiki ambacho tumeweka tofauti wa Mbuguma na mtamba, kama kuna kitu umejifunza tuambie hapo kwenye comment. Lakini pia kama una faida nyingine ambayo unaifahamu ya kwa nini mtu aanze na mtamba asianze na hawa ng'ombe tunawaita Mbuguma, toa maoni yako hapo kwenye comment na sisi tutakuwa ushirikiano mzuri sana kwa kuweza kukujibu. Kama unahitaji mtamba kwa gharama nzuri, tupigie simu Josasa Farms, na popote ulipo una uwezo wa kupata mitamba bora kabisa wenye viwango vizuri vya utoaji wa maziwa. Josasa Farms tunasema pesa ipo shambani.